wako nyumbani, lakini kila mtu ni askari, ni mwanajeshi. Niliwaambia Kenya sio nchi, ni bara. Kenya ni continent, sio country, ni continent. Mko na ulimwengu wenu. So nikiwa Kenya najituni ili niongee na watu wa Kenya. Mtu mmoja aliniambia ukiwa Kenya unakuwa mkali hivi. Nikasema kulingana na vichwa vyao. Ili uende na vichwa vya Kenya usiende na upole, hawatakuelewa. Unahubiri kama waliua baba yako, ndo wanaweza kukuelewa. Haleluya. Watu wangu wa Kenya, haleluya. Niliwaambia nyie ndio majirani. Nilikuwa na wakati nakuja huko Tarakea, nimeingia Kenya, nikakutana na vijana wale wanafanya usafi pale pale tunagonga passport. Wakasema umekuja kwa sisi majirani. Wakasema sisi ndio majirani. Nikasema ni kweli. Tanzania imepakana na nchi nyingi sana. Kianzia Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, Malawi, Mozambique. Lakini tuko na jirani huyu mmoja tu, au wengine wote tumepakana. Lakini jirani Kenya. Na ndiye ambaye tunampenda pamoja na usumbufu wake. Tunampenda. Yaani kama kichwa kinavyosema imani sio tikisika. Sisi wanaotutikisa ni wa Kenya. Kenya ndio wanaotutikisa mpaka tunatikisika. So mimi ni Pastor Daniel Mgogo kama nilivyotambulishwa. Wangapi wamewahi kusikia mahubiri kwenye mitandao? Yaani wanamfahamu Mgogo kwenye mitandao. Kumbe. Wangapi ni marao ya kwanza ndio wanaona sura hii? Si kwenye mitandao, si wapi. Hawajawahi, yani kwao ni mgeni. Hata wanajiuliza hiki kiumbe kimetoka wapi? Wangapi ambao ni mara ya kwanza kabisa hawajasikia mitandao wala hawajawahi kuniona? Kumbe nitapata fans wengine wapya. Lakini wale ambao tunaonana kwenye mitandao, leo ndio wengine tumeonana live. Kwa sababu nakumbuka mwaka fulani nilikuja kwa Bishop, ni miaka mingi kidogo. Kipindi hicho hata Kimana haikuwa hivi. Sasa hivi Kimana imekuwa imechangamka. Na wengi wenu hatukuonana, wengine tulionana kwa mbali. Lakini leo wengi tumeonana live. Wengi tunaonana kwenye mitandao. Wale ambao tumeonana live, tulikuwa tunaonana kwa mitandao. Sawa. Tukipata kanafasi, mimi huwa napenda kuchukua kaserufi na wale fans wangu ambao hawakuwa na ndoto kwamba siku moja tutaonana. Amen. Kwa hiyo muda tukipata kidogo tunapiga ujanja paka kufika nimeondoka tumechukua na wewe kapicha. Si unajua protocol wako hapa. Wanalinda Mgogo utafikiri amevaa mabomu ya Al-Shabaab. So ukipata tuka nafasi haraka tunafanyaje? Tunapiga kaserufi tunaenda. Mtu mmoja aliniambia usipige picha na watu kwa sababu unajipunguzia upako. Akasema unapunguza value. Nikamwambia mimi hiyo value usihitaji hata. Huo upako wa kunitenga na watu, huo mubaki nao nyie wengine. Mimi nataka upako wa kucooperate na watu ambao unanifanya niwe karibu na watu wangu. Amen. Kwa sababu kiniambia najishushia heshima, mimi nashindwa kuelewa. Hivi heshima ni nini? Wanaokuheshimu ni nani? Si ni hao unaopiga nao picha? Hivi mimi nitake heshima gani? Nimetoka Tanzania kuja kuhubiri Kenya. Bado unaniambia najipunguzia heshima. Alafu naye sema unazunguka hapo kwenye kijiji tu.
Hii napunguzaje heshima? Heshima ni kuwa karibu na watu. Amen. Ndio. Mwingine anasema hata siwezi kusalimia watu wanaondoka na upako. Hicho ni kiburi. Unajuaje sisi unaotukwepa ndio tuko na upako tunakuongeza wewe? Unaweza ukapishana na gari ya mshahara bila kujua. Huyo unayemkwepa ndiye mwenye upako wa kukupa wewe. Haleluya. Kuna wakati kuna kale ka ushamba, mtu anajiweka viwango vya juu wakati sisi tunakuona ni wa kawaida tu. Uko juu aliyekupeleka nani? Amen. Ndio nimeanza hivi. Ndio nimeanza kufundisha. Haleluya. Leo nataka niweke utangulizi kwa dakika ambazo Chamani amenipa mtego, amesema endelea tu, tutakupa muda. Sasa sijui watanipa muda nikiwa katikati ya mahubiri, nafikiri sijui. Lakini Chamani, ukiona muda umeenda, jifanye kama unajikuna hivi, alafu mimi nitakuelewa. Jifanye kama vile unajinyosha. Si unajuaga kanisani Wakristo wanatuambiaga kisaikolojia kwamba mchungaji umehubiri muda mrefu. Hawawezi kukuambia, ila unakuta mtu aliweka miguu hivi ananyosha. Mwingine aliweka Biblia upande huu anahamishia upande huu. Yaani hiyo yote wanakupa taarifa kwamba muda umeenda. So na mimi jifanye kama unajikuna hivi kunionyesha muda umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka niweke utangulizi. Tuwe na introduction sasa ya kile ambacho tutakihubiri mahali hapa. Najua tuko wahubiri wengi na kila mhubiri atachukua engo fulani katika theme ya hii conference. So na mimi nataka nichukue engo nyingine. Lakini wote tutashughulika na kichwa chenu mlichokiweka. Najua nyie ni wa Kenya, Kiingereza kingi. Na ndio maana theme yenu inasemaje? Ndio. Maana yake imani isiyotikisika, imani ambayo iko imara, si ndio? Sasa mimi nataka nitawaachia wengine wafundishe hivyo vya imani isiyotikisika. Mimi nifundishe vitu gani vinatikisa imani. Yaani hiyo isiyotikisika shughulika nayo. Kwa sababu kama kuna imani isiyotikisika, kuna vitu vinavyotikisa. Sasa hivyo ndivyo mimi nitashughulika navyo. Ndio maana wakati mwingine nikifundisha habari za Paulo anatuambia kwenye kitabu kile cha Wagalatia 6 mstari ule wa 9 na 10, anasema tena tusichoke katika kutenda nini? Kutenda mema. Anasema kwa sababu tutalipwa kwa wakati wake tusipozimia. Hapo kuna maneno mawili, kuchoka na kuzimia. Kuna kuchoka na kufanyaje? Na kuzimia. Anasema tena tusichoke kwa sababu tutalipwa. Tutalipwa kwa sababu gani? Tusipozimia. Sasa ni vile Paulo aliandika hiyo akiwa ni miaka mingi yeye hayupo. Lakini angekuwepo na mimi ningemuuliza maswali. Ningemuuliza, unasemaje Paulo kwamba tusichoke na tena unasema tusizimie? Swali langu lingekuwa, tunakosaje kuchoka wakati tunaishi na wachoshaji? Kwa sababu mtu anayechoka hachoki yeye peke yake, ila anafanyaje? Anachoshwa. Sasa kama nimezungukwa na wachoshaji, alafu unaniambia nisichoke, unafikiri nachoka kwa kupenda? Maana wako wanaonilazimisha nifanyeje? Nichoke. Ukisikia mtu anasema nimechoka,
maana yake kuna vitu vimemchosha. Amen. Na huwezi kusema mimi naweza kuzimia hivi hivi. Mimi sina kifafa. Ukiona nimezimia, wako watu walionifanyaje? Walionizimisha. So tunaposema imani siyo tikisika, haiwezi kutikisika yenyewe bila kuwepo watikisaji. Maana kama haiwezi kuwa shaken, lazima wawepo watu wanaoisheki. Sasa mimi kazi yangu siku ambazo nitakuwepo hapa, nashughulika na vinavyotikisa imani yako. Amen. Kuna mambo mawili nitazungumza hapa, vinavyosababisha imani yako itikiswe, na pia ni kutahadharishe tusije tukawa tunashughulika na watikisaji, kumbe wewe mwenyewe ndio mtikisaji wa imani za watu. So unajua wakati mwingi, unajua kizazi hiki kinatafuta sana maadui. Wakati mwingine chenyewe ndio kitengenezaji cha maadui. Angalia hata maombi tunayoomba, yote ni ya kujihami, kujidefend. Baba, shughulika nao, shughulika wanaopambana nami, pambana nao. Yaani wewe uanzishe vita, alafu upeleke Mungu akuletee majeshi. Yaani vita unavianzisha wewe, alafu nataka Mungu ashuka aje kusaidie. Tanzania tuna Kiswahili tunasema, ukilikoroga ulinywe mwenyewe. Amen. So kuna wakati unafanya maombi ya kujidefend kana kwamba wewe uko salama, wakati wewe ndio mateso yetu. Wale walionichimbia mashimo watumbukie wao, wakati wewe umeshika jembe la kuchimba mashimo ya wenzako. So kazi yangu hapa ni mbili. Moja, kukutahadharisha vitu vitakavyotikisa imani yako. Mbili, kukuandaa wewe usiwe mtikisaji wa imani zetu. Unanielewa? Ndio maana kuna somo moja nafundisha habari ile, Yesu anamwambia Nikodemu, anamwambia usipozaliwa mara ya pili hauwezi kurithi nini? Ufalme. Ili ukafike standard ya kuingia huko, unapaswa kufanyaje? Kuzaliwa mara ya pili. Maana yake kama huna qualification za kuwa born again, hiyo mbingu usahau. Si ndio Yesu alikuwa anamwambia? Lakini mimi ningemuuliza Yesu, ningekuwepo, ningemuuliza Yesu, wewe unasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kurithi nini? Ufalme. Maana yake hana qualification, maana yake hafai kuingia mbinguni. Why? Hutaki mbingu ikaingiwe na wasumbufu. Unataka mbingu ikakaliwe na watu wamenyooka, wako sawa. Sasa mimi hilo sina shida. Shida yangu ni kama hawa wasiofaa, wasio na sifa ya kuingia mbinguni umewakataa, wamekuwa rejected. Hawa rejected wewe umewakataa huko mbinguni, sisi je? Tutaishije nao? Maana kama wamekataliwa huko, sisi tunaishije na hawa rejected? Kwa sababu hawa waliokataliwa mbinguni ndio mmoja mume wako, mke wako, mtoto wako, pastor mmoja ndio Mkristo wako. Huyu aliyekataliwa mbinguni. Hivi ndio tunamuuliza Yesu, kama huko mbinguni ambako nakaa wewe mwokozi na wewe huwataki, sasa sisi ambao hatuna uwezo wa kuwaokoa tutaishije nao?
Unajua wengine hamjanielewa. Yaani benki inakataa kumwajiri mtu kwamba ni mwizi. Na sisi tunajua benki ndio kwenye hela. Zinaingia asubuhi mpaka jioni. Wamekataa mwizi. Alafu wamemkataa ili aje kuishi na sisi ambao hatuna hela. Hela zetu ni za shida. Sasa tunawauliza benki, si mungebaki na huyu awa naiba kidogo kidogo kwa sababu tunaleta nyingi huko, kuliko mutuletee sisi ndio tukae naye wakati hatuna hela. Naongea na mtu mwenye ufahamu hapa. Unanielewa? Shida tumeokoka sana, amtaki hata tumquestion Yesu. Sasa ungemuuliza Yesu, wewe Yesu hauliziki. Unajua tumepewa akili ya kufikiri na kuchambua. Siku moja nilikuwa nahubiri mahali, kabla sijamalizia hiki kisa, nilikuwa nahubiri habari za mgerasi. Wangapi mhubiri habari za mgerasi? Yule mwenye mapepo yakaenda kwa nguruwe. Wangapi mwahi kuhubiri? Umehubirije ile habari? Si unaihubiri kwa ujasiri kwa nguvu zote. Yesu akatoa mapepo yakaenda kwa nguruwe, zote zikaenda baharini. Oh, haleluya! Piga makofi. Wewe hivi hizo nguruwe zingekuwa za baba yako? Umewahi kufikiria kama nguruwe zingekuwa za, hebu niambie Bishop, baba yangu, hebu niambie, nguruwe umefuga, unasomesha watoto, unaendeshea miradi, anakuja mhubiri kutoka Tanzania, anatoa kichaa mmoja, mapepo yake yanaondoka na nguruwe zako zote. Sasa tuache nguruwe, tuseme ng'ombe. Wangapi ni Wamasai wafugaji? Uko na ng'ombe. Alafu mimi nifike hapa niombee mtu, mapepo yatoke yaondoke na ng'ombe zako. Alafu nikwambie, sema haleluya. Unajua saa hizi mko kiroho sana. Unasema pastor, ng'ombe ni kitu gani bwana? Mtu akipona ni sawa. Subiri ziwe zako sasa ziende. Ili mnawaelewa wale watu wakamwambia Yesu, huu muujiza kweli ni wa ajabu. Huyu kijana tulimkatia tamaa, umemfungua, amekuwa mzima. Lakini sikiliza statement ya mwisho. Wanamwambia ondoka mipakani mwetu. Kwa nini hawasemi tukakuletee vichaa wengine? Maana wanajua kama mmoja ameondoka na 2,000, hivi ukiponya 5, kijiji kizima kimesafishwa. Wakasema hiyo miujiza tumeikubali, ila kafanye na sehemu nyingine, tugawane hasara. Mnamwelewa yule aliyeponywa mwenyewe na yeye alishituka. Yesu anamwambia umepona, uende kijijini ukafanyeje? Ukahubiri. Akasema yani nikawahubirie wenye nguruwe zao. Akamwambia Yesu, naomba nifuatane na wewe, angalau nije kurudi wamesahau kuliko saa hizi wana machungu ya nguruwe, alafu waambie muujiza na nguruwe zangu. Yesu akamwambia hapana, usiogope, nenda kawahubirie. Mnanielewa ninachokisema? So kuna vitu kama binadamu lazima ureason. Amen. Kama binadamu nasema hivi, Yesu si angeambia tu yaende haya mapepo baharini, yani mpaka yapitie nguruwe za watu. Lakini tunarudi upande wa imani kwamba thamani ya mtu mmoja ni kubwa kuliko nguruwe 2,000. Thamani ya mtu mmoja ni ya gharama. Kumbuka huyu mtu kupona aligharimia vitu vingi. Biblia inatuambia hata wakiwa baharini si walitikiswa.
Si imani ya kina Petro ilifanyaje? Lakini wakapambana mpaka wakavuka ng'ambo. Wanayempambania ni mtu huyu. Unajua mambo ya Mungu ni ajabu. Mnaweza kuandaa hema yote hii, mnashughulika na mtu huyu. Huyo ndo amewafanya mugharamie, mukodishe hema, mukodishe nini, muwaete na wahubiri kutoka wapi, wapishane hapa, wawe wengi, umati na umati. Lakini kinachotaka kushughulikiwa, unaweza ukafikiri kwa haraka haraka ukamwambia Yesu, sasa kama kulikuwa na haja ya kuokoa huyu, si ungeokoa tu kuliko hizi gharama zote? Umetusumbua kwa ajili ya huyu tu. Huyu tungemtumia mchungaji mmoja kamshuhudia, kamuombea. Yaani gharama zote za matenti, watu wameimba hapa wiki zima mpaka shule inahofia kiwanja chao. Alafu Mungu anashughulika na mtu huyu. Mwangalie jirani yako kwa jicho la upendo kwamba inawezekana ni wewe umetupa gharama. Mwambie tu kwa upendo, tunaomba zitendee haki gharama zetu. Zitendee haki, kwa sababu wewe unaweza ukawa unaangalia watu waje, waokolewe, watu wapone. Lakini Mungu anataka kushughulika na mchungaji mmoja tu mwenye kiburi. Akishushe aendelee kuongoza kanisa. Yawezekana Mungu anataka kushughulika na kamutu Mungu amekapa kipawa, kameanza kunyanyua mabega. Sasa kabla hajafika chini tukapige nyundo kashuke. Mungu anaweza kawa naandaa mtu muhimu kwa kutumia gharama za watu. Watu waliowahi kusoma historia ya mhubiri mmoja anaitwa Billy Graham, wale ambao wanajua aliokokaje. Unajua aliokoka peke yake kwenye mkutano. Alafu yule mhubiri aliyekuwa na hubiri alifika mahali pa kukata tamaa. Yaani kwamba na hubiri watu akajitokeza nani? Alafu alipookoka na kuombewa, leo ni mhubiri gani amehubiri duniani kama yeye? Yaani Mungu anaweza kakuandaa kwa kutumia mifuko yetu. Yaani tukatoa michango, tukaacha kazi zetu, tukafanya vitu kwa gharama. Alafu yote haya anataka kukutengeneza wewe, kwa sababu anataka kukutumia kwa viwango vya juu. Amen. Kabla hujaingia kwenye hivyo viwango, utatufanya sisi tuingie gharama. Tuchange michango, kwaya zimbe, praise wakae hapa, protoko wawe hapa, watumishi hawarari. Mungu anataka kujiandalia mtu mmoja kimana, ambaye atakuwa mtu wa kutumika kwa viwango vikubwa. Baba naamua mtengeneze ili kufika huko mbele imani yake isije ikatikiswa. Sasa wewe unafikiri kichwa hiki cha thimu hii imeandaliwa kwa watu wote? Kumbe Mungu amekuandalia wewe tu. Alileta ufunuo huu kwa sababu anajua huko mbele kuna vitu vinataka kukutikisa. Na Mungu ni Mungu wa kinabii, ambaye siku zote anafanya vitu kinabii. Usipokuwa na macho ya rohoni, huwezi kujua tukio kubwa kama hili kumbe ni la kinabii, kuponya mtu mmoja muhimu sana ambaye atakuja kutikiswa huko mbele. Unajua, huwezi kujua. Hata hivi naongea unasema, mtu kama mimi unshakable. Kitabu kile cha Injili ile ya Mathayo, mlango ule wa 7. Nimesema leo naweka utangulizi. Injili ile Mathayo mlango ule wa 7. Mstari wa 24 mpaka 27. Vitu vinavyoweza kutikisa imani yako. Kwa sababu nisikudanganye, imani yako kutikiswa itatikiswa kabisa.
hata usijichoshe kufanya maombi, Baba zuia kutikiswa. Utatikiswa tu. Amen. Si tunachokifanya hapa ni kukupa misingi, ukifika wakati wa kutikisika uwe imara. Kwa sababu kutikiswa utafanyaje? Utatikiswa tu. Sio kwamba utatikiswa na watu. Kuna wakati hata wewe mwenyewe utajitikisa. Na nilikuwa nafundisha somo moja juzi hapo. Nilikuwa nafundisha habari za nafsi. Mnaifahamu nafsi? Nyie Waingereza Kenya mnaita nini? Nikikwambia define soul ni nini, unataka define? Wangapi wanaifahamu nafsi? Swali gumu. Wangapi wanaamini wana nafsi? Hilo swali rahisi. Kwa hiyo una nafsi ambayo huwezi kuielezea. Unajua kwa nini huwezi kuielezea? Kwa sababu kinachopaswa kieleze ni nafsi yenyewe. Sasa kujifafanua ndio kazi. Sasa ili kurahisisha definition, hebu kila mmoja aseme mimi. Hicho kinachosema nini? Hicho kinachosema mimi. Yani hapo tayari umedefine nafsi. Nafsi mimi. Sasa huyo mimi. Nikawa nawaambia moja ya kitu, nilikuwa nafundisha semina wachungaji. Nikawa nasema moja ya kitu ambacho wachungaji kinatutesa au viongozi wote wanaotumika kanisani ni nafsi. Ndio maana Paulo anaweka qualification za mtu anayepaswa kuwa kiongozi mahali popote. Uwe pastor, uwe askofu, uwe shemasi, uwe protocol, uwe mwimbaji, uwe kwaya leader, uwe madam unaongoza viumbe vinaitwa binadamu. Qualification ya kwanza kufaulu kuongoza viumbe hivyo, Paulo anasema uwe na uwezo wa kuidhibiti nafsi. Kwa sababu nafsi yako ndio adui yako mkubwa utakayepambana naye. Kwa sababu gani? Nafsi siku zote inataka kuwa juu ya nafsi zingine. Yaani tunafsi tuingine tuwe chini ya kwako iwe juu. Sasa bahati mbaya unasahau hizo unazotaka ziwe chini na zenyewe zinataka ziwe juu. Uziongoze we ukiwa chini, zenyewe zikiwa juu. Ndio maana unakuta wakati wote viongozi ni kukosolewa, ni kuonywa, ni kukaripiwa, kwa sababu tunafsi tunahisi tuko juu, kwako kako chini. Wakati na wewe unataka ya kwako iwe juu, tuingine tuwe chini. Hasa mwisho tunafsi tunakutana tote tuko juu. Unanielewa ninachokisema? Ndio maana chairman, usifikiri ni chairman. Wewe ni chairman wa machairman. Yaani machairman wote unaowatazama hawa ni machairman. Ndio maana kuna vitu wanakucommand kwa sababu wanahisi wao ndio machairman. Wakati wewe unataka kuwa command, sasa wamekuwa uncommandable. Kwa hiyo adui mkubwa ambaye tunapambana naye ni nani? Ni nafsi. Ndizo ambazo sometimes zina shake, zinatikisa imani zetu. Kwa sababu kanafsi kako kanataka kawe juu, wakati wale unaofikiri watakubali za kwao ziwe chini ni ngumu. Ndio maana tunapofundisha mambo ya leadership tunawaambia watu Mungu alichokifanya ni kigumu sana. Wakati anaumba, ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 1:26 pale anasema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mimi hiyo sina shida na mfano. Shida yangu ni ile sentensi inayofuata. Anasema wakatawale. Pale kutawala sio aka, ni waka. Yaani pamoja na huyo jirani yako. Wakatawale. Maana yake duniani hakuna mtawaliwa.
wote tuna mamlaka ya kufanyaje? Ndio maana hatuchagui mtawala, tunachagua kiongozi wa watawala. Ngumu kunielewa. Ukitaka kuelewa, shika uongozi ndio utajua. Amen. Yaani duniani ukisema hapana mchungaji, mimi ndio, unajisumbua, utautesa moyo wako. Viumbe vinaitwa binadamu, utaviongoza, ila kutawala mtatawala wote. Lugha ngumu. Ndio maana unashangaa hata vitoto vyako pale nyumbani, wewe ni baba yao, ni kiongozi wao, ila kutawala mtatawala nato. Hujawahi kukaona katoto kanagombea remote? Kwani kanajua TV mlinunua mwaka gani? Kalichangia shilingi ngapi? Lakini unashangaa tu kameshika remote, kanasema, unamwambia, oh, leta remote. Why that? Nataka kuangalia news. Hapana, tutawatch cartoon. Unachuuliza, cartoon kwenye TV yangu? No, yeah, cartoon. Ukinyang'anya remote kanarusha miguu juu, yani kama vile umekaonea, kalitaka kutawala. Mimi siku moja watoto wangu wameamka, hashanga tu wananiambia, baba na mama, tumevumilia, tumeshindwa. Kuanzia leo, hatutakula ugali usiku. Tutakula nini? Wali. Kwa bajeti ya nani? Ndio tumewaambia. Mimi nitumia mamlaka ya kuwa baba. Kaambia mama, usiku pika ugali mkubwa. Mama akapika ugali. Wakaangalia wakasema tuliwaambia. Wakarudi kwenye vyumba vyao. Ugali umetuangalia mimi na mke wangu. Tena tuliusonga kwa hasira. Kwa uko hapo. Wakachungulia wakaondoka. Mimi nimejaliwa na mke wangu kupata kabinti kamoja. Wengine hao wanne ni wanaume. Wakamuita dada yao, wakamwambia, chukua mchele pika. Huo ugali wa kwao. Nikashangaa tu kabinti pepe kanachambua mchele. Wanini? Wanasema sisi hatuli huo ugali, tuliwaambia. Wakapika wali, sisi tukabaki na ugali letu. Watawala hatukuelewana nao. Sijui kama unanielewa ninachokisema. Nafsi. So sometime unaweza ukajitikisa wewe mwenyewe. Kitakacho kutikisa ni nafsi yako mwenyewe, kwa sababu ungetamani watu waiabudu nafsi yako, waiheshimu nafsi yako, waione iko juu. Hao unaotaka na wao wangetamani wewe ufanye hivyo hivyo kwao. Shida. Ndio maana unaweza ukashangaa mchungaji, mtu anaitikisa nafsi yako. Unaongea point, anasema mchungaji, usiongee ujinga bwana. Hapa usitushike ufara. Siku hizi wa Kenya mnasema usitushike ufara. Unajiuliza, huyu ni Mkristo wangu mimi, nimembatiza, nimemhubiria. Ama kitakachoteseka hapo ni nafsi. Alafu yeye ana amani. Umenielewa? Unatamani umfukuze kanisani, utafukuza wangapi? Maana wote waliobaki wana nafsi. Na bora ya huyo kasema, kuna wengine wanalalamika ndani kwa ndani. Na ogopa migomo ya nafsi zilizogoma ndani. Utakutana na migomo kwenye chombo cha sadaka. Unajiuliza, why siku hizi sadaka imeshuka? Tu nafsi tumegoma. Ndio maana siku moja niliwaambia, ukiona umeitisha zaka, wamepita hata watu 5, 6, 7, 8, 9. Angalia macho yako juu. Sema, Baba, kuna muujiza. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Malaki, Mungu aliyewaumba analalamika,
Anasema nimeibiwa, wameniibia zaka. Sasa kama Mungu analalamika kuibiwa, hebu niambie askofu, wewe usalama wako ukoje? Hivi kama miongoni mwa wezi miongoni mwa wezi wakajipanga 7 wameshika zaka, hata kama sio kamili, wameshika, wako hapa, hujaona muujiza kwamba waliolalamikiwa Mungu wamemuibia? Wewe wachache wamekuja. Unapaswa kumwambia Bwana Yesu, Mungu Baba, wale uliosema wezi, mimi wamekuja 7 miongoni mwa wezi, wengine bado wako kule. Nafsi. So adui mkubwa atakaye sheki tikisa nafsi yako, na yako ni nafsi yako mwenyewe. Usipoicontrol kila wakati utakuwa unaumia, hasa sisi viongozi kanisani. Kwa sababu kanisani kuna watu wanaitikisa. Wewe umeandaa mahubiri kutoka Monday mpaka Saturday, unafika Sunday unahubiri kwenye service ya Sunday, wale uliowaandalia, unakuta mwingine ananyenyuka yuko nje, alafu amesimama usawa wa mlango ili unamuona, alafu anaongea, anasema tuko kanisani. Pastor ndo anahubiri, utafikiri kanisa inahama, hamalizi hata haraka. Alafu shetani alivyo mjinga, anazumu yale maneno yanakufikia. Mwingine yumo kanisani, ana chat, yuko Facebook, WhatsApp. Unamwambia piga makofi, anapiga miguu yake. Alafu shetani ana direct macho yake kwako. Hawa direct wale wengine wanaokusikiliza hivi. Anapeleka macho yako kwa asiye kusikiliza, ili uendelee kuhangaika naye. Kwa sababu najua ukiwaangalia wanaokuangalia watakutia moyo kwa yule, ili imani yako ifanye nini? Itikiswe. Ndio nakuta umeshatoka kwenye reli, wako hapa, kama utaki mahubiri toka, sija kuleta. Umeshatoka. Wewe mwingine, yani ulifikiria haya mahubiri atamsaidia fulani na fulani. Huyu uliyefikiria namsaidia, ndio unasimama anainuka. Hata mkitoka nje, wewe. Amen. Mnanisikia? Nimeambia leo naweka nini? Utangulizi, introduction. Ile Injili ya Mathayo mlango ule wa 7. Hapa Yesu alitoa mfano mmoja wa ajabu sana. 7 mstari wa 24 mpaka 27. Umeshaka? Wachungaji wengi mmehubiri kisa hiki. Sasa mimi ngoja nikulete kwa namna ya theme hii tuliyoiweka. Unshakable nini? Faith. Unshake faith. Sasa mstari wa 24 anasema, basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na nani? Na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu gani? Pumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Mchanga. Kipimo kile, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma,
zikaipiga ile nyumba ikaanguka. Naro anguko lake likawaje? Sasa wakati naweka naendelea kuweka utangulizi, sijajua nimebakiwa na dakika ngapi. Uzuri hatukuandikishana, so hamwezi kuniweka polisi. Amen. Kwa sababu naweka utangulizi. Popote tuwe kata tu, tutaunga siku nyingine ambayo nitapewa kipindi. Hizi ni nyumba ngapi? 2 zimejengwa. Na zimejengwa na watu wa aina 2, ila huwezi kujua aina ya vichwa mpaka mvua. Wameniletea muda. Mimi hamna siri, wamesema mpaka saa 7. Sina siri. Sije mkaanza kusema mhubiri anahubiri anafikiri conference na hama. Kwa sababu tulichelewa kwanza, nafikiri wameamua tuunge umo mpaka lunch nini? Lunch hour tuunge umo. Ni sawa. Mkutano ni wetu. Kama tulivyosema hakuna wa kutupeleka polisi. Lakini kesho tuwai, si ndio? Kesho asubuhi tufanye nini? Tuwai. Ili tupate hizi gharama mlizo ni kubwa mno. Lazima msitendee haki. Na wahubiri wako wengi. So lazima tugawane huo muda, tutoke hapa mmepata full package. Kwa sababu mmeandaa kimwili tunasema delicious food ambayo iko na unajua kile chakula cha watu wenye uwezo. Yaani mkono una survey ndio unafika hapa. Sisi wengine tuna chakula cha engo 3, pembe 3. Yaani ugali mboga hapa, ugali mboga hapa. Lakini wale wenye uwezo ugali, nyama, kanini mpaka unakuja hapa mkono umesurvey. Ndio hii conference iko na tuviti twingi, si ndio? So lazima tule. Maana mpaka vingine tutaambia hii hamkufunua nayo ni ya kwenu. Mmefanya vizuri sana. Piga makofi kwa chamani na viongozi wake. Wameandaa conference nzuri kabisa. Mshindwe nyie wenyewe. Amen. Sasa hizi nyumba zijengwa na watu wa aina 2. Lakini wakati wa ujenzi huwezi kujua nani mwenye akili na nani mpumbavu. Kwa sababu kwa mujibu wa maandiko, Yesu anatoa mfano, inaonyesha ramani ya hizi nyumba zilikuwa sawa na muonekano ulikuwa sawa. Kama ni pongezi, wote walipongezwa kwa ujenzi. Lakini shida ya hizi nyumba zilikuwa kwenye nini? Foundation. Na msingi, kabla ya upepo na mvua na mafuriko, usingejua ulio kwenye mwamba na ulio kwenye mchanga. Kilichokuja kukagua, injinia aliyekuja kuzikagua hizi nyumba, huyo injinia anaitwa nani? Mvua, mafuriko, upepo na kimbunga. Huyo ndio injinia alikuja kupima nini? Nyumba zimejengwaje. Kabla ya mvua na upepo na mafuriko, wote walionekana wako sawa. Amen. Ni kama vile sisi ambao tunasema tunampenda Yesu, ametuokoa na nini, wokovu wetu rangi yake ni ile ile. Wote tuliongoza sala ya toba, wote tulifika mbele, wote tukaombewa. Sasa ili tujue seriousness ya kile ulichokipokea na namna unavyokiendeleza, wokovu wako lazima upimwe
tunazungumza habari za imani isiyotikisika. Sasa nimekwambia mimi nataka niseme vinavyotikisa. Amen. Sasa maandiko yanatuambia wakati mvua inakuja na mafuriko yaliposomba mchanga, hii iliyokuwa kwenye mwamba ikafanyaje? Ikasimama imara. Hata haikuwa na habari kama kuna mafuriko, kuna nini. Mafuriko yale yale. Lakini nyingine iliyokuwa juu ya mchanga ikafanyaje? Ikaanguka. Sena elewa neno anguko lake likawa kubwa. Kwa nini likawa kubwa? Unafikiri ingejengwa kichochoroni huko haijulikani na mtu na nini? Ukubwa wa anguko ulitokana na hii nyumba kufahamika. Jinsi hata mwenye nyumba nafikiri alivyojisifia. Sisi ndio mababa wenye nyumba. Wengine mnakaa nyumba za kurenti. Sisi tunamiliki nyumba zetu wenyewe. Sisi. Halafu mafuriko yakasomba msingi. Anguko la hii nyumba likawa kubwa kwa sababu watu walijua. Siku moja niliongea lugha ngumu kwenye mitandao. Wengine wakashambulia kidogo. Ni kawaida, sisi tumeshazoea. Tunawahubiria wenye akili na ambao akili ziko kidogo. Wote ni wa kwetu, wote ni fans wetu. Nilisema mwenye dhambi hatendi dhambi. Mwenye dhambi hafanyi nini? Hatendi dhambi. Watu wakashituka. Ha? Inakuwaje? Nikasema ndio. Mwenye dhambi hatendi nini? Dhambi. Nikaanza kuwapa mfano. Samaki anaroa maji. Unaweza kumpelekea taulo ajifute. Kwa sababu gani? Maji ndio kwao. Kwa uwezi kumuonea huruma, samaki ameroa. Amezaliwa kwenye maji, anakulia kwenye maji, paka pale binadamu amutoe. Kwa samaki aroi maji. Kwa nikamwambia mwenye dhambi hatendi dhambi kwa sababu dhambi ni sehemu ya maisha yake. Huwezi kusema mlevi ameanguka dhambini. Kwani aliwahi kusimama? Yaani unamkuta malaya alafu unasema amezini. Malaya kazi yake ni hiyo. Ngoja nikwambie sasa, nikuchanganye vizuri. Dhambi ya mwenye dhambi ni kutokutenda dhambi. Umechanganyikiwa vizuri? Dhambi ya mwenye dhambi ni kufanya nini? Ni kutokutenda dhambi. Yeye ndio ametenda dhambi. Kwa sababu dhambi tafasiri yake ni missing mark. Sasa sisi wengine kabla hujaolewa, kabla hujaokoka, kuna wakati ulikuwa unakubaliana na mwanamke aje mfanye dhambi, si ndio? Kwenye ghetto au wapi. Halafu ghafla mwanamke anakuandikia message, samahani, leo siji. Ulikuwa unajisikiaje? Unajisikia vibaya kwa kutokufanya dhambi. Baada ya kusema asante Mungu nimepona kufanya dhambi, unajiraumu kwamba yule binti Mungu amurani kwa sababu hajawezesha dhambi yako kufanyika. Sasa hapo kwa huyo malaya, kwake dhambi ni ipi? Kutokufanya. Yule binti, sikiliza, anasema amenidanganya, amenitapeli, amekula fea. Badala ya kusema asante Mungu, hii dhambi imenikwepa,
Yeye ndo amekasirika kwa sababu angefanya, yeye ndo angejitendea haki. Ndio maana hata mwizi kama alikuwa anakuja kukuibia, bahati mbaya malaika akakuamsha, nenda kajisaidie haja ndogo nini, akasikia buli milango, utasikia sijui na mkosi gani. Yaani ana mkosi kwa kuto kukuibia. Hasemi asante Mungu umeniokoa na nini. Kwa hiyo mwenye dhambi asipofanya dhambi, kwake hiyo ndio dhambi. Akifanya dhambi anahisi kama ametenda haki. Ndio maana Mungu anamwambia Kaini, dhambi iko marangoni, inakuotea, lakini yakupasa ufanyeje? Unajua nitahubiri hiyo siku za mbele kidogo, wakati bado natafuta, yani mjue mgogo amefika. Kona najaribu kuwatafuta niwasogeze kwenye kona ndio nianze kuwashughulikia. Yale ya shida ya mahubiri yangu, naanzaga na umati mkubwa, ila mwisho wa siku watu wanapungua. Kwa sababu injili yangu haina urafiki. Sio zile modern gospel. Siku hizi watu wanataka modern gospel ambayo unahubiri wanasema mimi ni nyundo. Kwa sababu sio kitu rahisi kuishi na wewe unatusheki. Unatikisa imani zetu alafu tuendelee kukwambia pokea magari. Upokee magari ya kwenda wapi wakati unatusheki? Mimi nawaambia watu ukitaka gari fanya nini? Fanya kazi, uwe na discipline ya pesa, tunza, kachukue kagari, lipa polepole, ndio utaendesha. Lakini kusubiri kwamba kuna mtu atakaachia hapo Kimana uokote wewe, ni ujinga wa kiwango cha rami. Na hatuwezi kukudanganya. Sisi ni watu wazima na Mungu anatuona. Hatuwezi kuwa matapeli. Tukujaze ujinga uache kufanya kazi. Wewe unashinda kwenye mahema humu na mkanyaga shetani, na kanyaga baba, navuta gari, navuta Prado. Unavuta kutokea yadi gani? Fanya biashara. Sisi kazi yetu tutaombea biashara zako Mungu azibariki. Kwa sababu maandiko yanasema atabariki kazi ya mikono yetu. Unakaa tu humo unaangalia kwenye TV na kusikiliza, halafu hutaki kufanya kazi, hutaki kujituma. Wanakupa kazi, huyu mwaminifu, wanakupa uuze duka, unakaa humo na chati tu. Yaani unakaa kizembe, tutakushughulikia. Amen. Na haya sio maneno yangu. Maana nikihubiri watu unajua huyu mchungaji sio wa kiroho sana. Sasa basi mniunganishe na Paulo kwamba mwenzangu pia hakuwa wa kiroho. Maana yeye alisema jihadhari na ndugu waendao bila utaratibu. Hawataki kufanya kazi zao wenyewe. Anayesema haya ni nani? Nikihubiri watu wanatoa comment. Mbona nawe unakula sadaka? Sasa sadaka nazipata kirahisi. Kuna sadaka ambazo zinakuja kirahisi. Si mnaona hapa nahubiri mpaka kitambaa kinaroa, alafu naniambia napata sadaka kirahisi. Na amesema kila mtu atakula kwa jasho lake. Ulioni jasho? Eti wachungaji wanakula sadaka. Wanakula kirahisi. Tunaandaa mahubiri, tunaumiza kichwa, tunapambana na mapepo na nguvu za giza, tunahubiri mpaka sauti zinageuka kama mateja wale wanaotumia madawa ya kulevya. Alafu mnasema tunakula sadaka kirahisi. Sikia mjinga mmoja anasema ukitaka kupata hela anzisha kanisa. Unafikiri kuanzisha kanisa kirahisi? Anzisha uone kama hata watu watatu utawapata. Ukiona mtu ana umati wa watu, neema iko juu yake. Binadamu viumbe hawa wakubali kuwa chini yako. Unafikiri ni kitu rahisi? Yesu aliwahi kuhubiri mkutano mmoja, wakamwacha uwanjani wote, wakaondoka.
Paka mitume nao Yesu akasema na nyie mkitaka kwenda muende tu. Petro akasema tuende kwa nani? Hata kama hatuja kuelewa. Tutakomana wewe. Lakini maelfu ya watu wakakimbia, ushers 70 wakaondoka. Unafikiri kukaa na watu ni kitu rahisi? Unawahubiria kutoka Januari mpaka Disemba. Wako hapo. Mja asubuhi wanakuja, mwende nyumbani waende, mrudi jioni wanakuja. Kama huna kitu cha kuwapo, nafikiri watakaa hapo. Jaribu. Kama nafikiri kitu rahisi kukonvinsi watu. Mwangalie jirani yako, mwambie niheshimu ndugu. Niheshimu. Ukiona mtu ana watu kuanzia 10 wako hapo, mheshimu sana. Mheshimu sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio. Sasa hizi nyumba zimepewa heshima mpaka zilipotikiswa. Ndipo ilipoonekana iliyo sahihi na ambayo haiko sahihi. Na sisi wote tunasema tumeokoka. Wote tunasema Yesu ni Bwana. Hiyo sio shida. Sisi kitakacho tudhihirishia wokovu ndani yako ni mpaka utakapokuwa shaked. Mpaka utakapotikiswa. Sasa maandiko yanasema upepo na kimbunga vikaja, vikatikisa kile chombo. Leo nitaje watikisaji wachache wanaozipima imani zetu. Amen. Nitaje wa nini? Watikisaji wachache. Siku zingine nitakuwa naendelea. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza, why wakati wote unapofundisha umebezi sana kwenye familia? Paka wengine wanafikiri nafundisha mambo ya ndoa kwa sababu ya kugusa maisha ya baba na mama. Lakini kiukweli hao ndio wanzilishi wa familia. Ukitaja family, wanaoanzisha ni nani? Si ni baba na mama? Watoto ni zao la wanzishaji, founders, baba na nani? Na mama. Sasa why nimekuwa nikishughulika mambo ya familia? Ndugu, watikisaji wakubwa wa imani yako au wengine nao wafikiria ni second, third, nani first ni nani? Familia yako. Kama kuna kitu kinaweza kutikisa msijali. Amen. Maiki haziwezi zikatusheki. Haziwezi kututikisa. Amen. Ongeza kasauti kidogo maana safari ni ndefu. Nikitoka hapa mpaka naenda kuishia Githurai. Bwana Yesu asifiwe. So, vitu ambavyo vinatikisa imani zetu, cha kwanza ni familia. Imani nyingi za watu zimetikiswa na nini? Familia zao. Au nibaki nazo zote? Sawa. Imani zetu zinatikiswa na watikisaji wa kwanza ni wale ambao wamo ndani ya familia. Mtu mmoja aliniambia, Mgogo, hubiri neno. Hubiri neno. Hubiri injili. Neno la Kristo. Nikagundua kinachomsumbua kumbe hajui hata neno ni nini.
Nikamwambia, ndugu, haya tunayoyafundisha mambo ya familia ndio neno. Nikamwambia ndio maana hata Mungu wakati anaanza uumbaji wake alianza na familia. Hawa tunaomuita Adamu na Eva ni familia ya mtu. Tukihubiri habari za Kaini, Abeli ni familia ya nani? Tukihubiri habari za Ibrahimu ni familia ya mtu. Tukihubiri hawa akina Yakobo, sijui wana wa Israeli, hawa tunaowahubiri sana, ni familia ya nani? Ya mtu. Biblia nzima imejaa familia za watu, namna zilivyoenda na Mungu. Nikamwambia Mungu siku zote hufanya kazi na familia za watu. Amen. Nikamwambia hata ukisoma nyaraka za Paulo, za mitume wengine walioandika nyaraka kwa makanisa, nitajie waraka ambao haujashughulika na familia za watu. Paka Paulo nataja sifa za mtu kutumika kanisani. Sifa nyingi ni huyu kiongozi awe ameiweza kuitumikia vema nini? Familia yake. Sasa ukisoma Yakobo Yohana ndo ameenda mbali zaidi. Anasema asiyewajali wa nyumbani mwake, huyo ni mbaya kuliko asiyefanya. Alafu anaishia mwisho anasema ameikana imani. Hivyo unaanza kuona familia ilivyo na nguvu. Familia ndiyo inabeba Ukristo wetu. Ndio maana nawaambia hata haya mafundisho hapa tunayokuambia imani yako isitikisike, iwe na imani, iwe sawa. Tunaotaka kwa lugha nyingine, hii conference ni kiwanda kitakacho kutengeneza wewe, watakao faidi ni familia yako. Yaani utakatifu wako watakao enjoy sio sisi. Sisi tunakutana na wewe kwa muda. Watakao faidi, mnaelewa kufaidi? Watakao benefit maisha yako ya utakatifu ni familia yako. Sasa leo kuna watu wa ajabu sana ambao familia zao wamezivuruga vuruga. Lakini ukiwakuta kanisani wanavyoomba, mpaka sometime unajiuliza hata hii tongues wanayo speak ni ya roho au ni made in Kimana? Unajiuliza ni roho anayesema ndani yao, kwa sababu kama ni roho ameshindwaje kuyabadilisha maisha yao? Kwa sababu kazi ya roho ni kukufanya uwe mtakatifu. Hasa mtu anaishi maisha ya hovyo huko kwenye familia, kama mama kanateseka, mke wake yuko kwenye tabu, akija huko kanisani ni kulia tu. Yes. Tunafikiri anamlilia Yesu. Anamlilia Yesu. Yesu amemkosea nini? Analia kuna kiumbe anachoishi nacho kimesheki imani yake. Siku moja pastor mmoja alimpa mtu kuhubiri. Si mnawapaga Wakristo wenu mlioona wamekomaa wazee manini, utahubiri. Siku moja nikawaambia wachungaji, maaskofu, usimpe mtu kuhubiri kama hujaongea na familia yake. Usiseme mimi sipangingwi, mimi naweka yeyote anayetaka. Utakuja kuweka na mapepo madhabahuni. Nenda kamuulize mke wake, tunataka bwana yako ahubiri Sunday, nipe opportunity maoni yako. Utakuja kushangaa mama na kuambia pastor, kama umeishiwa mahubiri, acha kwaya zitaimba, praise wataimba, tutoe sadaka, utuombee tuende kwa amani ya Bwana.
kuliko kutuwekea Al-Shababu madhabahuni, Boko Haramu, mwana wa Ibilisi, agenti wa kuzimu. Unajua kuna watu tumewachagua makanisani wachungaji. Ngoja niwape siri, kwa sababu mimi nilishawaambia mfuniko wa hekima ulipotea. So nitawaambia yote. Kuna watu tumewaweka kanisani kama ushers, assistant pastors, wazee wa kanisa. Familia zao zinalia. Familia zao zinajiuliza, hivi huyu baba ni wa kiroho kweli? Ana macho ya kiroho kweli? Anawekaje mume wangu aje awe mzee wa kanisa? Kuna wakati unamtangaza, Bwana amenionyesha mzee fulani hata kwa mzee wa kanisa. Unashangaa kamke kake kule kanasema Watu wanatoka nje wanampongeza, ongera mume wako. Tuache, tumwachie Mungu. Mungu anatumia wowote, anaweza katumia na punda kama yule wa Balaam. Ndio familia zimebeba siri zito. Ndio maana wachukue wakati mwingine wa mama wachungaji, wa mama maaskofu, alafu mwambie sema ukweli kuhusu mume wako. Usiposema ukweli unakufa. Atakayo yatapika hapo. Paka mnajiuliza, nimeishi miaka yote nikifikiri niko kanisani, kumbe niko chini ya agenti wa kuzimu. Wamebeba siri nzito. Kilichoko nyumbani, mama na shangaa. Wakati mwingine unahubiri kanisani, watu mnamwangalia na mama mchungaji na mama askofu ana awana Amen. Hujawahi kuona mtumishi yuko vizuri, pakwa mafuta wa Bwana, lakini kabibi kamke kake kana msheki. Baba ameitwa, baba amejaa upako, nguvu za Mungu, udhihirisho kwamba Mungu amemuita ni 100%, lakini kamke kake ndio dhoruba, ndio mafuriko. Unahubiri kama mama kanafuta mahubiri nje. Watu wanasema ongera mama, umemwombea baba. Kuhusu nini? Injili na Unaacha kwa nini hamumjui? Mwe mnaniuliza mimi. Huyo ni msanii, ni drama. Hamna kitu. Anafuta mahubiri yako yote. Kuna kamama fulani kalimaliza Wakristo wanawake kanisani. Kalimaliza wote. Kila mama, unajua Wakristo sometime wanamuona mchungaji kama baba, kama comforter, kama mtu ndio mshauri wake, kama sio nini. So anajiachia kwa pastor. Akimwona pastor, baba Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, kamama kanamwangalia. Akimaliza kumsalimia anamvuta. Wewe huyu ni mume wangu, najua unamtamani, shindwa, humwezi. Shetani wewe, humwezi. Huyu mama Jumapili anarudi, ameenda, anakuja kengine tena nako kanamsalimia, baba ubarikiwe, jamani tulikukumbuka wiki hii ukuwepo. Tena siku hizi Kenya wanatumia na Kiingereza, tulikumisi sana. How? Unamisije mume wa mtu?
kuna kitu hapo, kuna kitu. Anakavuta kama mama, wewe koma kabisa. Unamisi waume za watu. Si na mimi. Mweke distance. Si nini na kuona we maraya. Jumapili atakuwepo. Yule mama alimaliza wanawake wote, likabaki kanisa la wanaume. Mchungaji akawa anajiuliza, wamama kwa nini wanahama? Kumbe anakamutu ni kama furiko. Kametikisa kanisa paka likasheki. So tunapozungumza habari ya imani sio tikisika, lazima tuwatafute pia na watikisaji. Tushughulike na watikisaji ambao wengine, nimeanza na familia. Kuna watu kwenye familia ni watikisaji. Wametufanya mpaka, yaani unaona kabisa mtu anashuhudia anasema, namshukuru Bwana ananisimamisha, hayuko pamoja na mimi, ananipigania. Sina, mnajiuliza hivi vita napigana na nani? Kumbe Irani yake, Marekani yake iko hapo hapo. Ule mlango wa meli za mafuta umezuiliwa na huyu. Familia. Ndio maana sasa hivi tunaleta injili itakayozishughulikia familia. Turudishe Ukristo na wokovu kwenye familia zetu. Turudishe ibada na maombi kwenye familia zetu. Tunaposema shetani hawezi kunitikisa, kukutikisia wapi? Kwenye familia. Ndio maana siku hizi hakuna kitu ambacho shetani anashughulika nacho kama kuua Ukristo kwenye familia. Huu ambao tunakusanyika kwa wengi, shetani hana shida nao. Sasa anaenda. Ndio maana watu wakiwa hapa, namkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Shetani anasema hey. Usinikanyage, utanikuta nyumbani. Ukimaliza ibada, ukimaliza kukanyaga hapo, utanikuta wapi? Maana kule nyumbani sikanyagwi, siguswi. Muulize jirani yako, usiku mliombea nini? Mlikuwa na maombi? Umewahi kuona mtu anaomba kanisani paka wa nyumbani mwake wanashituka? Mungu wa Elia, ulipaswa habari ya Sham. Paka wa nyumbani wasa, huyu ni baba, huyu ni mama. Ushawahi kuona mtu anaimba mbele ya kanisa, anaimba mpaka watu wa nyumbani mwake hawana mbavu? Yaani wanajiuliza, huyo ni dada anaimbaga hivi? Huyo ni kaka anapiga vyombo vya kanisa? Jamani, watu wanamtania Mungu. Kwa sababu kule nyumbani yeye ndiyo tetemeko. Yeye ndiyo mafuriko. Yeye ndiyo kimbunga ambaye anatikisa hiyo familia. Ndio maana kuna watu wamehama makanisa. Sio kwa sababu mchungaji ana tatizo. Hapana. Baba watu hana shida, ni wa kiroho. Ana deliver neno la kweli. Lakini mtu anajiuliza, hivi mimi nikasali na mume wangu, nikasali na mke wangu, nisali kanisa la wazazi wangu ambao wanatuangana mangumi bila refari, yaani watu hawataki kwenda kwenye hiyo kanisa. Siku moja nilikuwa nafundisha, tulikuwa kwenye masomo ya ndoa. Nafundisha mama mmoja. Unajua sisi wa Afrika ni ngumu sana kukaa na mke wako. Kanisani kila mtu anakaa kivyake. Hata sometime, hata wakati wa kuja, ujui mwenzako yupo au hayupo. Maana kila mtu aliingia kwa muda wake na akakaa kwa muda wake. Unamuuliza mtu, mke wako yupo? Sasa sijajua kama
kila mtu anakuja kivyake. Na wale wanaokuja na gari moja wanakuja wamekasirika kweli, wamechukiana humo ndani. Kwa sababu gani? Mwanaume capacity ya uelewa wa mwanamke ni nani hajui. Umewahi kuona wanaume ambao wameoa ni accident? Yaani ufahamu wake kichwani ni mdogo sana kuhusu mwanamke. Alafu tukisema semina za ndoa, hamna mtu wa kunifundisha. Kichwa chako hicho kilihitaji elimu. Uelewe mwanamke ni nani. Amen. Mwanamke ni kiumbe ambacho kichwani kwake kuna wazo linasema hujakamilika. Wewe ni mbaya. Hilo ndio wazo wanawake wanateseka nalo kila siku. Sasa kila siku anatamani kufuta ubaya. Ndio maana ukiwauliza wamama wote waliokuja hapa, umuulize hiyo nguo uliovaa ni ya ngapi katika zile ulizoshika. Usikute hiyo ni ya 5. Alishika hii akasema hii. Kaweka. Kaleta nyingine hii, kaweka. Kaleta nyingine kavaa kabisa. Hapana, akavua tena, kaweka. Hivi naongea, mimi sio nabii, mimi ni mwalimu. Kuna wamama, kuna manguo wameacha kitandani. Hivi naongea, atayapanga baadaye. Wamama mko hapa? Mimi sio nabii, natumia tu saikolojia ndogo tu. Mama kataa. Ukikataa ufe. Wamama wangapi wameacha nguo kitandani? Punga mkono, kwani hujaacha? Kitanda si cha kwako na nguo ni za kwako. Sasa kuna wanaume ufahamu wao ni mdogo. Hajui kama mwanamke kichwani kuna wazo linamtesa. Ndio maana kila wakati akitaka kuvaa ni vita. Anapitia nguo 5 6, nguo 5 6, viatu 2 3. Ndio maana mimi kuna wakati nikitaka mke wangu asinikwaze kesho asubuhi kwenye ibada, naanza naye Jumamosi. Namwambia ili kesho kapendeze, gauni, nguo hii, dress hii. Sasa kweli, ya, hii. Ukivaa hiyo unaonekana Sasa kweli, ya. Utaonekana mtumishi, mke wa mtumishi. Sawa. Leta nikunyoshe kama ni ya kunyosha. Sinyoshi nguo. Nanyosha moyo wangu. Kesho ukafike salama. Nikimaliza kuandaa namwambia sasa hii gauni inaendana na mkoba huu. Hii mnaita nini? Hand? Hii ndio inakaa vizuri. Leta nikufutie. Hata kama haijachafuka nafuta. Huko anatabasamu. Anafikiri nafuta begi. Kumbe nafuta nini? Ukawa salama. Nikimaliza hiyo nasema viatu sasa hivi ndio vina match. Leta nikufutie. Nafuta. Kwa Jumamosi nimemalizana naye. Asubuhi nisukuma bafuni, pika chai, kwa nini? Amevaa, mimi ndio nasukuma, mimi ndio nafunga mlango. Nafunga mlango, sio kwa sababu vitu vingine tunafanya kwa sababu ya upendo, ni kutafuta amani. Niko nawaambia wenzenu kule Nairobi na kule Maua. Nikawaambia umri tulio nao sisi wengi hapa sio wa kupambana na watu. Sio wa kupambana na mke wako, ni wakati wa kutafuta nini? Amani. Ule mfumo kwetu tunasema mfumo dume, sijajua huku mnasemaje. Yaani ile mimi mwanaume, ndugu, utakufa mapema. Utaondoka. Umri ulionao sio wa kutetea wanaume wako. Muda wa kutetea wanaume ni mwisho miaka 40. Ukishaanza 40 na ngapi huko umeanza kuishi na ndoa 50. Hizo haki zote weka pembeni. Tafuta amani ya moyo. Ukiona ndani nyumba haijafagiliwa, useme wewe unapunguza miaka yako. Tafuta tu nani pale, futa. Aka mwisho mama nakuja umefuta. Hii nyumba ya kwetu. Shetani hawezi kunitisha, kunichangia hapa. Niliyojenga ni mimi.
Mke wangu na wewe una mambo mengi, utafanya hili nitafanya hili. Anafikiri umepiga nyumba deki, umesafisha, kumbe ulikuwa unasafisha nini? Moyo. Lakini ukianza kupambana, wewe mwanamke mchafu, na kenye kanasema basi katafute wasafi, katafute wasafi, mimi naenda kwetu. Ndugu, na tumwanamke twenye kiburi tunajua kuleta watoto duniani. Shuti moja la Ronaldo katoto, shuti la Messi katoto, mwisho unakuta tutoto twingi hapo kama kuletea kijiji, paka unashindwa kuelewa ka kwanza ni kapi, ka pili ni kapi. Kuna twingine unatuita majina ya wenzake, David. No, hapana, mimi ni Isaya. Kama mama kamekuletea kijiji, alafu unapambana na mleta kijiji. Ndugu, wanaume, mwangalie mwanaume mwenzako uliyekaa naye karibu, mwambie kipindi chako wewe, tafuta amani. Haya maswali ya haki za wanaume, mimi mwanaume hawezi kuwa mwanaume, utakufa haraka. Haleluya. Ndio. Sasa unamwacha yeye ndani, wewe umewahi kwenye gari, unapiga honi, mwanaume kabisa. Hivi na akili wewe? Mimi ndio maana mnasemaga sina maneno ya busara. Sawa, busara ilipotea. Sasa nikusaidie wewe mwenye busara. Unawaije kwenye basi na kwenye gari kumwacha mke wako ndani? Anahangaika na magauni, anachagua ili anaacha, anachagua kiatu hiki anaacha. Wewe unasema nakuja. Anakwenda I'm coming. Ukipiga honi 3 kama mama kamekasirika, nenda, nitakuja na boda. Unatulia, unakasubiri kaje kwa muda wake, lakini kamekasirika. Kameingia huko ndani tu kwenye gari mbele, hamwangaliani, ni gia tu sha. Mnafika nje ya kanisa, kila mtu anafungua mlango, utafikiri mnaenda polisi kuandika statement. Kila mmoja anashuka mlango huu mlaembe. Ni gari tu linajua leo nimebeba watu wa ajabu. Sasa nikawa nahubiri kwenye hiyo semina. Baba yuko kule, mama yuko kule. Wakati nafundisha, aliinuka mwanamke, akasema, mme wangu, umesikia? Ndio nakwambiaga kila siku, umesikia Mungu alichosema? Baba naye akaamuka, akasema, hata ya kwako amesema. Hebu niambie, hii familia na wao, hii theme ya mkutano ni kwamba unshaken faith. Lakini kumbe huko ndani wanafanyaje? Kila mmoja anamsheki mwenzake, anamtikisa. Kwa ndio maana nimewaambia nataka nianze na watikisaji. Tupambane na watu wa nje, lakini huku ndani tumepona. Huku kwenye familia tuko sawa. Lakini sasa hivi familia nyingi ni mateso. Familia nyingi wanaumia, hawana kwa kusema. Kama tungekuwa tunapeleka mioyo ya wanafamilia wengi tukaipeleke laboratory, kama zingekuweko laboratory za kiroho, mioyo mingi inavuja damu, imani imekufa, huko ndani ni shida. Hebu niambie, watu kama hawa watafanya ibada ya maombi nyumbani? Watakuwa na neno? Ni ngumu. Ndio maana viroho vya wengi viko kanisani, sio nyumbani.
Nyumbani imani zimekufa. Hakuna amani kabisa, kila mmoja. Siku moja niliwapa test, mtihani kidogo, quiz. Nikasema nikamwambia nyewe wanandoa, kila mmoja achukue karatasi jeupe, aandike title, namsaidia Yesu kumtafutia watu wa kwenda mbinguni kwenye familia yetu. Andika hiyo title. Nikasema haya, umeandika kwenye mawazo? Akasema ndio. Nikasema umechukua karatasi? Umeandika hiyo title? Ndio. Andika moja. Andika jina la mtu ambaye unasema huyu ni mwanafamilia. Yesu akija leo, na uhakika 100%, 99%, hiyo moja na mwachia Mungu atakayechunguza moyo wake kwamba ataenda. Andika jina hapo. Andika wa pili. Andika wa tatu. Nikawauliza wanafamilia, umewakuta wangapi? Kila mmoja alisema hakuna mtu. Wengine walienda mbali wakasema hata mimi mwenyewe sijaweka jina langu hapo, na mimi sina imani kama Yesu akirudi leo naweza kwenda. Kama watu wa familia wamekataana namna hiyo, alafu hao ndio tumejaza kanisani. Unajua ni hatari. Umewahi kufikiria siku moja, wachungaji, uzuri nyie ndio mmeandaa kanisa, ndio mmenialika, sikuandika barua. Umewahi kujiuliza siku moja, wachungaji, unafikiria Mungu amekupa watu wengi, alafu nasikia kasauti ka shetani kwa mbali kanakwambia usihesabie na wa kwangu. Siku moja niliwaza ujinga, wale wanaofuatilia mitandaoni, niliwaza ujinga, nikasema nisema kuna wakati nawazaga ujinga, lakini mimi ujinga wangu mnausikia kwa sababu nawaza kwa sauti. Kuna wengine mnawaza ujinga ule unabaki kwenye kichwa chako, ndio maana unaonekana mstaarabu. Sasa mimi niliwaza ujinga, nikasema kama Mungu aliongea na shetani, si Mungu anaongeaga na shetani eh? Si mmesoma habari za Ayubu? Tena maongezi yao ni ajabu. Yaani unajua kuna vitu vingine mimi nikifikiria kwenye Biblia vinanipa maswali mengi. Yaani maongezi ya Mungu na shetani yanakuja kumtesa Ayubu ambaye hakuwepo kwenye kikao. Yaani anasema umetoka wapi? Kuzunguka huko na huko humo. Umemuona Ayubu? Umemuonaje? Shetani anasema si unajua umembariki vingi, atashindwaje kukuabudu? Anasema pana, huyo mtu ananiamini sio kwa sababu ya vitu. Hatukichukua vyote, huyo atabaki kunitegemea. Shetani anasema niruhusu nikatesti. Asa katesti, usiguse roho tu. Hivi Ayubu amewakosea nini? Yaani Ayubu anafanyika kwetu tunasema shamba darasa. Mnaelewa shamba darasa? Yaani ile wasomi wa mazao ya kilimo wanalifanya shamba la majaribio. Linabadilishwa maharage, mahindi, nini. Shamba linateseka kwa sababu limefanyika darasa. Sasa Ayubu akafanyika darasa. Unajua inauma sana Mungu akikufanya wewe darasa. Ni rahisi kuhubiri wengine, lakini wewe ukifanyika darasa upimwe, wengine wajifunze kupitia wewe, sio kitu rahisi. Ujawahi kuona dada menyoka, ni wa kiroho, yuko vizuri, haolewi. Wanaume wanatafuta mawaifu material, wanamkwepa. Kwa nini?
Mungu ametaka huyo dada awe shamba darasa, kwamba hatukichelewa kuolewa sio sababu ya kufungulia mbwa, sio sababu ya kulala hovyo na wanaume. Unasimama mpaka pale majibu yatakapotokea. Sasa hebu niambie, huyo dada anashiriki harusi za watu, anachangia, alafu ya kwake imecheleweshwa makusudi ili imani yake ifanyeje? Ipimwe. Sasa Ayubu, kila kitu kikaondoka, imani yake inapimwa, na hiyo ilikuwa mbaya, lakini Ayubu akasimama. Sasa nikasema, kama shetani anaongea na Mungu, na sisi tungepata kana nafasi siku moja tuongee na nani? Na shetani. Kama na simu au mawasiliano, tumuulize shetani, uko wapi? Niko huku. Jumapili una nafasi? Unaweza kuja kwa chachi? Nataka utusaidie kufanyaje tujue walio wa Mungu na wako, kwa sababu tuna meza ya Bwana. Tunaogopa hii road sapa tusije tukalisha na wakwako, tukatumia mvino mwingi, kumbe wanaostahili ni wachache. Njoo, alafu shetani afike, tumwambie utakuwa benefit na pastor. Pastor nakuuliza, huyu huyo wa kwangu, huyo wa kwako, huyu. Kuna wengine shetani angesema, huyu naye yuko hapa, amefikaje hapa? Kule kwangu ana cheo, ndiye anagawa damu za watu. Kule kuzimu ana nafasi, amefikaje hapa? Na hapa ni nani? Mzee wa kanisa, church elder, huyu. Yaani kuna watu shetani angeshangaa. Hebu muangalie jirani yako, mwambie, muulize, angefika kwako angesema we ni mwenzetu au we ni wa kwake? Unanisikia? So kuna wakati unalinga na kundi kubwa kanisani, lakini kumbe ndio maana tunatamani mafundisho haya tuyarudishe kwenye familia, kwa sababu huko ndiko imani zinakotikiswa. Sasa kipindi kingine nitajaribu kufafanua namna gani familia zimetikisa imani za watu. Tusimame. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wa Baba, twasema twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu